Ila mimi hujasikia kumshauri mtu atajie na fedha. Haiwezekani. Sasa wewe tena ukalia. Hata siwezi kulia. Kisikia majibu sio tukazimia kula. Amia moyo. Tujiandae vizuri. Ukiwa na hela dunia yote yako. Na usikizi tu tumekukiti tunawapigia mtoto wako mwenyewe maneno wewe niache wewe. Mimi nimezaliwa pesa. Mimi nikazaliwa mbinguni. Kana wasiwasi na mapigi problem. Alafu yule mwalimu yule anamkwala. Afkari atampendelea. Atampendelea mimi najua. Kwa sababu gani? Nikwambia kitu sana. Nikwambia kitu. Jina lako umesikia Teseka? Ndio. Ndio maana anamuonea huruma ili asiteseke. Sasa lazima tukamtesa. Sasa sikiza. Sikiza nikwambie. Yaani leo yule mwalimu gia yake kubwa visketi vifupi. Akati visketi vifupi tunaingia shule vinavyomlipa mshahara. Na wakati angawa afu anatoa ada. Wenzake kaona wazazi wangu wanatoa ada nyingi. Angejua tuhame shule. Nitamwambia mzazi wangu vile ana pesa, nitamwambia tu nihame shule. Mwalimu anaongea sana. Anayaweza. Huyu mwalimu naye mimi Teseka shafika. Teseka. Malaba Teseka, unaendaje? Morning sister. Umekunywa juisi Teseka? Asante. Haipati hapa naijua. Haijui. Leo kidogo nafuu, kishati kizuri. Kidogo angalau. Mungu ni mwema kwa kweli. Na sisi Mungu katujalia kwa kweli. Wazazi wametuandalia vijuisi. Wengine wanasema vinyweshe. Yule mwalimu sasa mwalimu. Kuna Teseka. Mimi nikalia hapo. Good morning, madam. Good morning, how are you? Fine, thank you, madam. Thank you, madam. Sawa, madam. Baadhi yenu walipata ushauri niliowapa. Ni kweli. Sawa, madam. Yao yakaweza kuwa mazuri. Kwa ambao kupata ushauri mtaona matokeo. Kwa naomba nitangaze matokeo ya mtihani wenu. Bongo ngafu. Mama. Namba 1 ni Teseka. Asante dada. Nimefurahia tuko pamoja. Kumbe unaona tulikuwa tunakwambia mtazame Bwana. Ni mwema. Endelea kumtazama Mtazame Bwana katika maisha yako. Hata changamoto vipi, ulale nje, ulale wapi, usipate chakula, wewe endelea kumtazama Bwana. Bwana atafanya njia pasipokuwa na njia. Sawa? Kweli kabisa. Mazingira yamebadilika nyumbani. Si mnaniona nimependeza. Leo kama uko vizuri, Eti mpaka na kiatu kimepigwa kiu. Kama kidogo vile. baba amebadilika. Kweli Bwana amekubadilisha Mungu ni wewe. mwema sana. Ngoja mimi niwahi nikamwambia mama matokeo yangu. Kulikuwa na kielele leo. Kulikuwa na kielele. Sika kafunga. Yule mwalimu yule anashinda. Alalamike. Lazima huyu mshahara mwezi upate. Kwanza tuame shule. Tunahama kabisa, wazazi wetu wenyewe wana hela. Tunahama. Wasitubabaishe sisi.
inahusiana na familia tatu. Familia ya kwanza ilikuwa ni familia ya baba ambaye alikuwa mlevi, na familia ya pili ilikuwa ni ya baba ambaye alikuwa na changamoto pia, alikuwa na nyumba ndogo nyingi na michepuko. Kwa hiyo changamoto hizi zilipelekea hizi familia zikapata shida kwenye mazingira yao, kwa maana ya kwamba watoto walikuwa hawafanyi vizuri shuleni, mahitaji ya familia yalikuwa hayapatikani kwa wakati. Kwa hiyo wamama walikuwa wana shida sana. Lakini vile vile sehemu nyingine ya tatu tuliona sehemu ya kikoba. Vikoba vile ni wamama huwa wanakaa wanasaidiana, pia wanashauriana. Tumeona jinsi gani pia ndani ya kikoba palikuwa na wamama ambao walikuwa pia ni wanaleta changamoto kwa wenzao, kwamba walikuwa wanawacheka, wengine walikuwa wanatembea na waume zao. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto. Simaanishi kwamba ya mambo ndio yanafanyika kwenye kikoba, isipokuwa tu tumetolea tu mfano mdogo tu katika mifano mingi. Sasa basi, hili igizo linatufundisha nini? Hili igizo linatufundisha kwamba sisi katika familia zetu na katika maisha yetu, haya mambo yote ambayo tumeyaona huwa yanatokea. Kama hayajatokea kwako, yanatokea kwa mtu mwingine, na kama hayajatokea kwa mtu mwingine, basi yatakuja kutokea. Kwa hiyo tunasisitizwa kutokana na mazingira yoyote yale yanayotokea katika maisha yetu. Tunaposema mazingira, ina maana kwamba ni changamoto zile ambazo ziko ndani ya familia zetu. Unaweza kuwa na changamoto zote, zinaweza zikawa zinafanana na hizi, lakini zinaweza zikawa pia tofauti. Lakini igizo letu linasisitiza kwamba unapopata changamoto, macho yako yamtazame Bwana. Watoto walipomgeukia Mungu, tumeona jinsi ambavyo Teseka alivyoamua kumgeukia Mungu na akapata matokeo chanya katika matokeo yake, kwa maana kwamba aliongoza pamoja na changamoto zote ambazo alikuwa anazipata. Anashindwa kula vizuri, anavaa vibaya, yani tofauti kabisa na wenzake, lakini alipoamua kumgeukia Mungu, matokeo yake yakawa mazuri. Kwa hiyo igizo linatufundisha kwamba katika changamoto zozote zile unazokutana nazo, mgeukie Bwana. Kwa hiyo wamama wenzangu, ninawakumbusha na ninawahimiza kwamba unapopata changamoto usilie, piga magoti, hebu ongea na Bwana, mpe fadhaa zako, mwachie yeye, naye atakuheshimisha. Tumeona wamama walivyokuwa wamepata hizo changamoto, waliamua kupiga magoti na kuomba, kwa sababu wamama ni jeshi kubwa, tuko kwa ajili ya kuombea familia zetu. Kwa hiyo tusiache kuombea familia zetu ili yale magumu ambayo tunakutana nayo yaishe.